Na hii ni Love Confession. Kwa majina naitwa Haula Mchomvu, ni msanii, naigiza na ni video vixen pia. Kwenye upande wa kuigiza nacheza karakta zote. Mimi nilianzaga kwenye uigizaji. Kwa sababu napenda sana kuigiza. Yes, videos nafanya ndio, ila napenda sana kuigiza. Kwa niliingia kwenye kikundi kimoja hivi, nikaanza mafunzo, kuchukua muda mrefu, nikakutanaga na Mboneke, Mzee Mboneke, nikafanyaga naye content. Ikaenda, nikaja nikakutana na tena na Ndaro na Yombo, tulifanyaga content moja, nayo ikaenda kidogo. Zilienda sana, so kidogo hivyo, ila zilienda. Finally nilipopataga nafasi kwenye series ya Mchongo, ndo nilienda sana. Nilienda. Akaja mtu akanambia, unaweza kuwa vixen? Nikasema hapana, sijawahi kufanya. Akanambia una muonekano, unaweza kuwa vixen? Kasema kweli. Nikafanya nyimbo ya kwanza ya kijana anaitwa Aslam. Nyimbo inaitwa Hanipendi Tena. Ni represent kama model. Nikaja nikafanya nyimbo ya pili ya Keituga inaitwa Leo, and nikaja nikafanya nyimbo na Billnas pamoja na Mbosso Boda Boda, ambayo imenipush kwa sana na Nesa japo nilionekana kidogo. So safari yangu ilianzia hapo. Sijawahi kuwa na idadi kubwa ya wapenzi wakati mmoja, ila mimi nikimdate mtu ni huyo. So na date watu watatu kwa wakati mmoja, hapana, siwezi. Mm, 22. Ndio nawapenda. Na date kuanzia 30, nikishuka kidogo sana kwenye 27 hapo. Kumdate mtu mzima, najua yeye yuko matured. Kwa naona kuna baadhi ya vitu mimi hata kama si vya kihisia ataniongoza vizuri kuliko kudate na mtu same mkikasirikiana, kinoniana, hajali. Wakubwa wanajali na wanaelewa kwamba aka ni katoto, kwa ngoja nikatreat hivi. Wanajali mtu akinuna. Sijui, labda kwa vile mimi napenda kubembelezwa, ila mimi naona wanajali sana kuliko tunaofanana na umri. Jai ndio.
Nilijitahidi kufake, ila nilishindwa. Cause mimi nikimpenda mtu nampenda kweli. Kwa nilifikia tu hatua hivyo nikaacha. Cause nilihati breakiwa. Kwa naye sasa alikuja kwa wakati huo kama repair broken heart. Ila ikashindikana. Nikanajitahidi niweke mapenzi, la ilishindikana. Wallahi wiki jamaa haijaisha. Yaani wiki sijamaliza. Nikaona tu bora aende nisimpotezee muda. Oh my God. Locations. Ndio. Sebleni. Sebleni. Corridor. Yeah. Ilikuwa hivyo. Kulikuwa kuna mtu, yaani ni nyumbani kwa boyfriend wangu. Nilishai kudate na mtu wa rafiki yangu. Na rafiki yangu haje kujua. And hajui. Ila nilimwacha mwanaume. Actually, wakati na mdate nilikuwa sijui. Cause alikuja kwa kunidanganya hivyo. Na kipindi na meet huyo rafiki yangu, it was too late. Tayari mimi na mtu tuna muda. Unakuja kujua kwamba ana mtu wake na mtu wake tumesio rafiki. Yeye akamtambulisha. Bwana mimi akanitambulisha mimi ni mtu wangu. Hivi. Yeah. Hivyo. Nilitake serious. Nika break naye. Mwanamke aliniambia mimi mtu wangu ni fulani. Kwenye kupokea haikuwa rahisi, ila baada ya kujua kwamba mwanaume ananidanganya sikumwambia chochote rafiki yangu, but nilimfuata mwanaume nikamwambia, tukaachana. Still alikuwa ananihitaji, ila sikupenda la situation. Kwa nini alikuwa ananidanganya? Atajua mwenyewe. Wanaume ni waongo. Kwa walileta crocodile tears, ila hapana. Nilimwacha. Shai kuachwa. Niliachwa na mtu ambaye nampenda. Nilimpenda. Alafu yeye alikuwa na mambo mengi. Ushakuachwa kwa kunyamaziwa kimya. Yaani mtu alinikalia tu kimya ghafla binvu. Yaani wewe ndio una connected tu kwamba hapa nimeachwa. Ukimpigia simu ashiki, message ajibu. Hivyo. Ni mtu wa mambo mengi. Anakutana na watu wengi. Hivyo. Maybe tulipishana pakubwa. Hivyo ila aliniacha kipindi ambacho mimi namhitaji. Yaani nampenda kweli kweli. Ni kama umelala tu naamka asubuhi nampigia mtu simu mjulie hali apokee. Ila ukimtumia messages na blue tick. Hivyo.
Hakuna kitu kinapokeleka kiurahisi. Niliteseka kukubaliana na hali. Ilikuwa ni ngumu, ile ilibidi nikubaliane na hali. Sijawahi. Wallahi sijawahi. And siwezi. Na sijui kama nitawahi. Siwezi tu. Kila mtu alivyoumbwa. Siwezi. Na wala sijawahi kumpenda mwanaume hivi, nikamwona, nikampenda, nikamapproach. Haija kutokea. Mwanaume ananifuata mimi. Yeah. Ndio. Namwambia ukweli. Namwambia. Usmart wake. Kiakili. Cha kwanza iko. Na moyo wake pia. Unajua mtu anaweza kaja kuapproach usimpende, ila kuna vitu akashow vikafanya kwa fall in love. Masa machache yaliyopita nyuma. Nimeona hawaja deserve. Ndio. Na yabariki adumu mpaka tuwe wa halali. Kutongozwa na watu tofauti tofauti kwenye kazi, wakubwa kwa wadogo, hivyo. Changamoto nyingine ndio hivyo, kimkataa mtu hawezi kukupa shavu, pati kitu. Kwa inategemeana na unakuja vipi. Hapana. Ni watu tu wa karibu ambao wamenizunguka, na pia ambao wamezunguka na watu wakubwa hivyo. Wengine wanachukulia kama mdogo wao. Kwa mtu anaweza akakupa kazi asikutake hapo kwenye kazi, akakutaka baadaye baada ya kazi. So yote yanawezekana. Ni wewe tu mwenyewe mtu unaamua umdate au umkatae, ila ndio hivyo. Kimkataa, kama ni mtu ambaye hakuwa interested sana na wewe, alikutamani, atakupa shavu lingine. Ila kama ni mtu ambaye alikuwa interested na umemkazia, naye sasa anakuonyesha nguvu yake kwamba mimi nguvu yangu iko hapa. Kwa kuna kitu najua wewe una fit, ila sikopi, nampa mtu mwingine. Hivyo. Wasikurupuke. Wasikurupuke. Ukikurupuka utaangukia pua. And penda kukaa na watu wazima ambao wamekutangulia. Even wa mama. Kaa nao. Watu waliokutangulia wana mambo mengi sana wameyapitia. Wanaweza, yani so wanaweza. Wanakupitisha kwenye njia ambayo imenyooka. Sisi yani wadogo wanaweza kukurupuka, maybe director akamtamani akakubali kumdate. Kumbe ukimdate director ni mara moja, labda mpaka kuelewa, na akikuelewa hawezi kukupeleka sehemu nyingine yote, utabaki kwa kwake. Kwa hutafanya kazi na mtu mwingine, utafanya naye huyo tu. Na stoshe watu wanakuja wengi, nafasi zinatokea, mtu akupi.
kwa sababu unamdate yeye, anaogopa ukienda huko utakutana na mtu mwingine, utafanikiwa, yeye utamsahau. So usikurupuke, wawe na misimamo na pia wachague watu wa kuwa nao. Kama anapenda watu wa kwenye industry, chagua mtu wa kuwa naye, ni sawa, ila tu wasikurupuke. Mashabiki zangu nawapenda, msiache Instagram natumia haula_03, TikTok pia ni hilo jina, and msisahau kusubscribe channel ya Big Flix. Nawapenda.